Je, ulimwengu ukianguka, ulimwengu na uongo wake, ulimwengu na dhambi yake ikianguka, ulimwengu na wanadamu wanaodanganya kwamba wao ni Mungu wa kweli, wao ndio miungu yetu, ulimwengu ukianguka, utakuwa wapi mpendwa? Maana ulimwengu unaanguka. Leo hii watu wamekubali kuuza mashamba yao, wameenda mpaka Mombasa ili wapewe maji ya kunywa, kwamba hii ndio maji ya baraka. Wengine wameambiwa ndio hii, chukua hii kitambaa itakusaidia ndoa yako itunzwe. Wapendwa, hakuna siri nyingine ya kutunza familia isipokuwa mwanzilishi wa ndoa ambaye ndiye Kristo Yesu mwenyewe. Leo hii wapendwa, watu wamehangaishwa, watu wanaambiwa njooni ili mjionee miujiza. Watu wametanguliza miujiza kuliko Yesu mwenyewe. Watu wamesema njoo kutana mahitaji yako. Kama huna watoto, njoo upate watoto. Kama huna nyumba, njoo upate nyumba. Kama huna utajiri, njoo upate utajiri, wakati wenyewe ni masikini ya kupindikia. Watu wakasema njoo upate mganga kutoka Zanzibar, mganga kutoka Loliondo, kutoka Rwanda, kutoka Nigeria, na mpaka leo hii hata mimi nikisema ni mganga watakuja ya ajabu. Maana ulimwengu umewaya, ulimwengu umelewa, ulimwengu unakaribia kuanguka. Jihadhari mtu wa Chongoi, usizame na dhambi ya ulimwengu, usizame na uongo wa ulimwengu, usizame na watu ambao wamemkataa Mungu. Maana leo hii na kwa juma hili anakupatia notice ya kwamba anakuja na mawingu na kila jicho litamuona. Fanya bidii mpendwa, fanya hima mpendwa, ili umtazame anapokuja karibuni. Wakati wengine wote ufisadi wa dunia hii, wale wametunyanyasa kwa muda mrefu, wale ambao wametukandamiza, wale ambao wamechukua mateka kwa ulimwengu, ulimwengu itawaangusha. Lakini Yesu wetu mpendwa anayekuja karibuni, anakuja kutuokoa ili tuweze kumuona kwa macho yetu wenyewe. Mapendo, mnanisikia mchana wa leo, ombi langu ya kwamba Mungu atukusaidie, Mungu anisaidie, ili ulimwengu unapolewalewa, ulimwengu unapoyumba, usiumbishe imani yako, usikubali kudanganywa, usikubali dhambi. Kubali Yesu aliyekuumba, kubali yeye aliyekufia msalabani. Maana Paulo akasema neno la msalaba kwa wale wanaopotea ni upuzi na sionei aya Injili. Wapendwa, wengine leo wamekataa neno hili wakisema ni ya kanisa langu tu, mchungaji wangu amesema, padri wangu amesema. Wapendwa, neno la Mungu si ya mchungaji fulani, si ya padri fulani, lakini neno la Mungu ni kwa watu wote wanaokubali mafunuo ya Kristo Yesu katika maisha yao. Sikia mpendwa, ukisoma kitabu cha Mithali 29 fungu la 18, huyu Mungu wa mbinguni hanyamazi kimya kamwe siku zote. Angetamani ya kwamba kabla ulimwengu haujaweza kuanguka, kabla ulimwengu haujaweza kuangamia, ninaomba sana wakaaji wa Chongoi, usiwe na hata mmoja atakayeangushwa na ulimwengu, atakayepoteza maisha, atakayepoteza matumaini. Maana ulimwengu unayumba. Wewe ni shahidi ya kwamba mwaka 3 uliopita gari ambayo ilikuwa imebeba mafuta ilienda na ikapata watu wamekaa vile mmeketi hivi, na ikaangusha na ikawa watu wote waliokuwa wameketi. Wewe ni shahidi ya kwamba leo hii ajali inayofanyika usiku na mchana, wewe ni shahidi ya kwamba leo hii watu waliingia katika ndoa wakisema ndakupenda, tena wakaitana majina tamu, babe, dear, darling. Leo anamwambia takataka kasia, hata sikukupenda, ulilazimisha nikuoe. Hapo ndio ulimwengu umefika. Hapo ndio ulimwengu unayumba. Haujaona leo mwanaume mzima amekubali kuacha watoto wake kwa boma na kuja kwenda kulisha watoto ambaye hajazaa. Aliwacha watoto mama ya watoto 2, akaenda mwanamke ya watoto 17. Iko uzuri gani kwa mama watoto 17 na mama watoto 2? Ulimwengu unayumba. Hujaona mwanaume ambaye anakula mtura kwa soko na watoto wake hawana hata mandazi kwa nyumba. Haujaona wanaume ambao wamewacha shughuli zote, wameenda kutembea, wanawake wamefanya shughuli zao wakati wanaangaisha familia. Ulimwengu
unayumbayumba, ulimwengu umelewalewa, ulimwengu dhambi inaiangusha. Hakuna kitu kingine wapendwa itakayeangusha dunia hii isipokuwa ni dhambi na uovu na udanganyifu na ahadi nyingi ya wanadamu ambayo itaiangusha ulimwengu huu. Wewe ni shahidi ya kwamba leo hii hata wale ambao mnasema one term, hata kama itakuwa ni half term, hakuna siku matatizo ya familia yako itasimama. Hata leo nikisema nipatie kuwa rais, mtasema sina pesa. Mbona msichagua rais ambaye ni maskini kama nyinyi? Maana ulimwengu unayumbayumba. Wapendwa, ulimwengu huu unayumbayumba ya ajabu. Ukiona leo wanawake wengi wanatembea nusu ya mnyama, unashindwa, je, hata kama ni hamu ya mwanamke, hata kama ni kutafuta ndoa, wewe si kutafuta kiumbe kilicho hai, kiumbe kilicho uchi. Unashangaa unaweza tembea kwa ulimwengu huu, unatembea kwa aibu, huwezi kusimama. Anasema utakapokubali kununua kwake dhahabu, mavazi nyeupe safi, ili ufiche aibu yako, anasema utakuwa na uwezo wa kutembea na kuwa na jasiri ya kwamba baada ya maisha hii utakaa na yeye katika uzima wa milele. Wapendwa, Mungu wetu wa mbinguni, Mungu ajabu sana, anayetualika kwamba tuje kwake mchana wa leo. Njoo kwake na masumbuko yako, njoo kwake na hofu yako, njoo kwake na kila ambacho umetafuta kwa muda mrefu. Mungu anasema hivi, nunua kwake dhahabu, nunua kwake fedha, nunua kwake amani, nunua kwake upendo, nunua kwake furaha, nunua kwake kila kitu, ili uweze kuficha uchi ulio nayo. Mchana wa leo na kupendekezea huyu Kristo anayekualika ununue kwake dhahabu, uvae mavazi masafi itakayokuficha uchi wako, ili usionekane na ulimwengu unapokaribia kuangamia. Usiangamie, bali usimame na neno hili la kitabu cha Ufunuo iweze kutimia kwako, kwamba utamuona kwa macho yako atakapokuwa anakuja karibu. Je, ni shauri ya moyo wako mchana wa leo unayesema, Mungu nisaidie, ili kipindi hiki, nafasi hii, nikubali kununua hili, ili niwe na furaha, niwe na amani ndani ya moyo wangu, amani pamoja na wewe, na ujasiri ya kwamba utakapokuja nikuona na macho yangu katika uzima wa milele unaokuja. Kama ndilo ombi lako mpendwa, waimbaji wanapokuja hapa, naomba usimame ili tuimbe pamoja na wewe, na tuombe mchana wa leo kwamba notisi hii ambayo imetolewa, shauri hii na mapendekezo haya uyakubali, ili uwe na uamuzi iliyo bora ndani ya maisha yako. Waimbaji wanapokuja mpendwa, nataka nikualika mchana wa leo. Je, nini ambacho kinakusumbua? Nini ambacho ni hofu ya moyo wako? Anasema mchana wa leo kwamba amekupatia notice, amekupa notice ya uzima, kwamba anakuja, upendo wake wa milele, upendo wa ajabu sana. Anakupa notice kabla hujaangamia kwa dhambi, kabla hujapoteza matumaini, anakuita mchana wa leo. Waimbaji hao wanasema ni upendo wa namna gani?